zao pia. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo, waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Amen. Amen. Anatuambia mimi na wewe. Kumbe tunaona kwamba tuwe tunakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wao ukiona mimi ninatenda vibaya, niambiage tu mimi. Ninakubali. Bali usiponiambia nitazidi kukuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima mimi uniambie nisikie. Haleluya. Amen. Huyu Paulo alikuwa na makusudi mazuri juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika kanisa hili Mungu alikuwa na makusudi. Kwa hiyo tukubalike kuonyeka. Angalieni tusije tukaona kwamba sisi tunafaa kumbe hatufai. Anasema kwamba kwa maana kuna wengi wasiotii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwanza ninaomba Mungu anipe kutii. Hata kama ni mtoto huyo ananiambia jambo, nimsikilize nitii kwamba hili jambo amekuja kuniambia linatoka wapi. Ni jambo linamzidi umri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima nitii. Bwana Yesu asifiwe. Nikiona kwamba sio sahihi, nitaliacha, lakini sitapenda kwamba hata katoto nako kamtumiwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Usitake kutamka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunaona kwamba kutokutii nayo ni dhambi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo pendo unatoka hapa. Haujamtii baba yetu wa kiroho hapa. Unarudi kwenu kule Kahama. Unaenda kweli nimemwona Mungu. Kweli mimi nimemwona Mungu ameniombea kweli nimepona. Kumbe kuna mengine ulikuwa hautii. Hiyo dhambi usije ukasema kwamba inasameheka haraka. Pasipo kujitambua na kujichunguza ndani ya moyo wako. Kutokutii ni dhambi kubwa sana. Kutokutii kuhani aliyetumwa na baba yetu wa mbinguni ni dhambi kubwa sana. Lakini nataka kukwambia kwamba utakufa au utafunguliwa lile gati la mwisho. Utakomea mangojeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yawezekana tunahitaji kuomba rehema. Yawezekana tunataka tutubu ile dhambi maana inatutesa kwa muda mrefu. Unajua kutotii ni dhambi kubwa mbaya sana. Ni bora nimekataa na kukusikiliza. Ni bora kuliko kukwambia tukakubaliana baadaye ukaanza kufanya kwako. Yasiyompendeza Mungu. Ni dhambi mbaya sana. Tumishi simama imara. Mimi mchungaji sio ananiogopa kuniambia. Niambiage tu mimi. Nije kwa sababu nikikuomba msamaha utanisamehe. Na mbinguni tayari nimefutiwa lile kosa langu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutazunguka wapendwa. Leo hii mimi niko hapa. Kesho ninarudi kwangu Kagera. Nitakapoenda ile dhambi ya kutotii, nimeiacha na mchungaji wangu Yohana. Yohana hatasema maneno ya utukufu. Ataendelea kuumia moyoni kwa sababu nilimjeruhi, kwa sababu sikumsikiliza. Baadaye ndipo ile nilishasahau. Kifo na mauti vimeningoja. Ninafumba macho, gati la mwisho sifunguliwi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuone na utii. Mnapotoka hapa nendeni mkawatii wa baba zenu. Bwana Yesu asifiwe. Mkawatii wa baba zenu wa kiroho. Maana tunaona kwamba ni jicho la pili la Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kabla yetu wao wakapewa mamlaka wao ili waje watufundishe mimi na wewe. Sasa kama hatutii, ni nani tutaweza kumtii? Kama hatumtii Yohana, baba yetu wa mbinguni hatumtii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi leo leo atakaye sema kwamba leo nimefundisha kimwili sawa. Nimeshazoea. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi niliyesimama hapa. Inawezekana nimepewa hiki kidogo ili niweze kuja kufunza. Na hatitarudia tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukaja ukasikiliza sana mahubiri sasa hivi. Neno la kuhusu kwamba dhambi, watu sasa hivi hawalihubiri. Baba, ninadanganya, watu wameshaacha kuhubiri dhambi. Watu sasa hivi wako kwenye mteremko kuangalia mifumo ya kuingiza kipato ambayo tumetoka kusema kwamba ni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni aibu. Kutegemea nini? Pesa na nini? Ni aibu. Lakini yawezekana hili neno usije mpaka ukafumba macho umelisikia mto Yordani lisijirudie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kutii sauti yako, kujipeleleza ndani ya moyo kwamba mimi nimekaidi nini? Mimi kutotii kwangu ni nini kinachonifanya nisitii? Yawezekana huko hapo imeingia
Amen. Pepo ni roho imuingiayo mwanadamu na kufanana ile roho kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pepo ni roho inamuingia mwanadamu na kufanana kama Mungu. Lakini ninataka kukuambia kwamba ukikubali tu, maana ukimsogelea huyu kuhani wa mahali hapa au wa mahali kule, wa kule, utaweza kuona mengi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkishikana mko wawili, mkiwa mnaongoza roho, mtafanya mambo makubwa. Amen. Lakini ukishikana na mtu ndani yake hayuko sahihi na Mungu, hautapiga hatua na hutaweza kufanya mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtabaki kuigiza. Mfumo ule ni kuigiza. Tutabaki tunaigizana hapa, tunadanganya. Ndio maana mmoja anakuja kufunga macho anaenda mbinguni, mwingine anabaki, na mwingine siku yake inafika parapana anaondoka. Mwingine yuko kwenye lango lile bado anagonga hodi, afunguliwa, amekataliwa kwa sababu ya kutii. Ni kitu kidogo ila ni cha thamani mbele za Mungu. Ni kitu kidogo. Usijalisha umekuwa, usijalisha wewe ni bibi. Hebu nenda ukaitii ile madhabahu unapoishi. Nenda ukaitii. Utakapoitii, tayari Mungu ataonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ataonekana. Samahani kwa kupoteza muda sana. Lakini mimi nimeambiwa niwaletee. Mstari wa 11 anasema, hao wanaopindua watu wa nyumba nzima wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwanza namshukuru Roho Mtakatifu. Mimi ninamshukuru Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mlikuwa mnaimba sifa lakini hamwezi mkajua kwamba nilikuwa nahangaika na nini. Nilikuwa nasema hiki kitu nikiwekeje? Lakini nikasema Mungu ana makusudi mimi. Ili nisimama hapa niseme hicho, nilete hicho. Mimi sijui kutafasiri, ajuaye kutafasiri ni Mungu aliyoko sirini mwako na Mungu. Kila mmoja atafasiri kulingana na Mungu alivyomwita, alivyopokea. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kila mmoja. Haleluya. Haleluya. Ana nima mafundisho yangu. Mimi sijui yawezekana nini. Haleluya. Yawezekana ni mimi. Mungu anirehemu. Mungu anisamehe. Lakini ninajua tangu nimepokea haya nimekuja ninaongea kama Mungu. Haleluya. Nimekuja naongea kama Mungu. Ninasema hili neno mimi nawapelekea nini? Mbona halifai kwenye madhabahu hiyo? Nikasema lakini mbona nabeletewa hii Zaburi? Ina maana nichukue lipi niache lipi? Kumbe Mungu alikuwa na makusudi. Haleluya. Ninapoondoka hapa, twendeni tukatengeneze na Mungu wetu. Kabla hatujaondoka, tutengeneze na Mungu wetu. Na ndio maana tanzi nilipofika pale, nikakuta mtumishi wa Mungu anaimbisha. Kumbe mimi hakujua kwamba nilikuwa ninakuja hiyo wimbo unaimba. Nilikuwa nyumbani usiku sijasinzia Pemba. Nikitafakari hili neno nitakapolifikisha mbele ya Mungu. Nikiangalia kanisa ninaona wote ni kama wamesafishika. Nikiangalia kanisa lote ni kama wote wana roho wa Mungu. Nikasema sasa mimi nitafundisha nini? Haleluya. Amen. Nikasema wote ni kama wasomi. Bwana Yesu. Amen. Wanauelewa na ufahamu kuzidi mimi. Haleluya. Mimi sina uelewa. Ila kanisa lote linauelewa. Lakini kumbe kile nilichokuwa nacho kidogo Mungu amependezewa nikifikisha mahali hapa. Ila kila mmoja aweze kufanyaje? Aweze kusikia. Amen. Bwana Yesu. Amen. Kwanza sasa tuanze kujipeleleza ili tunapokuja kuingia kuachilia maombi kwenye dakika 2 kila mmoja afikirie kwamba ni kitu gani kinachomfanya siti, ni kitu gani kinacholeta aibu mbele za Mungu, ni kitu gani. Angalia wapendwa, tusije tukamkosa Mungu, tusije tukakomea kwenye magati ya pili ya tukashindwa kuyafikia ile ahadi yetu iliyowekwa mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia hili somo ni wachache sana wamebaki wanakemea. Ni wachache sana wamebaki wanakemea sana. Ni wachache. Mtu akikuona unaenda hivi anasema ni sawa tu. Ni sawa tu. Ni sawa tu. Mimi leo nataka nikwambie mpendwa, usinitazame mimi mama Samueli. Mimi nyenendo yangu si mzuri, haimpendezi yawezekana Mungu. Kwa sababu nilishajaa dhambi, lakini haujui. Hiyo dhambi mnayoijua, hiyo dhambi unaielewa kwangu kwamba nimelala umekucha. Sina muda kusoma Biblia. Haujui
ikaja ikakutesa. Na watu wengi mimi nikipendaga kuingia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kipindi ninaweza nikawa kwa sababu mimi sijui karama yangu nini. Mimi sijui, lakini Mungu ndiye aijuaye aliyoko sirini yangu. Sirini. Nikasema kwamba ninaweza nikawa ninaendelea hivi. Nikashtukia kwa maneno 7. Limoja ni la unabii, lakini huaga naikataa sana hiyo kauli. Maana unatakiwa utoe unabii unaendana na Mungu. Haleluya. Amen. Utoe unabii unaendana na Mungu. Na hakikisha katika unabii, mimi ninavyojua kanuni ya unabii, unaweza ukakaa ndani mwezi mzima, haujaongea na kanisa, haujaongea na watu wote, unaongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ninapokea nikiwa Kagera, ni kama nilikaa miezi 2 nyumbani. Watu wanaulizana mama hapa alienda wapi? Mimi sijui wala sijui aliyenikata miguu sijui. Lakini nilipokuja kutoka ndani mule nikiwa naenda kila jioni ni maombi. Lakini nilipokuwa nikizungumza, neno lilikuwa linatimia. Nikasema, Bwana, wataniita mimi muongo. Mungu sitaki mimi hiyo. Sitaki. Usije kanitaka kulitweza. Usilitweze neno hilo. Lipo sana wakati nakuja. Shetani atalipatia nafasi. Litatoka kama la Mungu. Litakuwa aibu mbele za watumishi na mbele ya kanisa. Yali utaitwa wewe ni mtu mchawi. Haleluya. Hebu ninyamazie shekini. Hata kama inakuja wewe tamka. Tamka. Na Mungu analitwalia. Bwana Yesu. Hebu tukubalini kubaki na mafuta. Kama Daudi aliyokuwa. Tukiwa na mafuta tutaweza kuona. Bwana Yesu. Amen. Tukiwa na mafuta tutaweza kuona Mungu. Haya mafuta aliyopakwa Daudi, yale yalikuwa ni mafuta ya thamani, lakini katika macho ya binadamu tunaona ni kama hali ya kawaida. Lakini nataka nikwambie, hii itakugharimu hata miaka yako yote. Usiposikia neno hili, itakugharimu. Itakugharimu ndugu yangu, itakugharimu mama yangu, itakugharimu kijana wewe. Itakugharimu ninakuambia hata uende wapi. Itakugharimu. Usipotii, usipojifunza kutii wazazi wako, na Mungu haumtii. Kwani Mungu sasa ametutuma tulete, ametutuma mimi na wewe tumtii nani? Tumtii baba yetu wa kiroho. Kwa nini hatumtii? Kwa nini? Anasema hapana yako. Ninataka nikwambie, ngoja nigusa. Niende kwenye kipengele kingine. Wakati kanisa zima tunapaswa kujiangalia thamani kwa kuvuta Mungu. Tunapaswa kuangalia, tunapatoa ahadi. Kama wewe ahadi yako unajua hauna, bora baki hivyo hivyo mtumishi wa Mungu ninakwambia. Bora ubaki hivyo hivyo usitoe ahadi. Kama mimi nilivyobaki. Maana ukisema kwamba ninatoa hii na usitoe, bali hujatii lile neno alilolituma Mungu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usitake kutoa ahadi ya Mungu. Hata utakapofumba macho, usizani kwamba hivi mimi au nitoe mfano. Nitajitolea mfano. Hivi mimi ninaomba Mungu anatenda na anajibu. Kwa nini niache kuitoa ile naziri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uache kuitoa ile naziri? Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha kwamba kwenye kitabu chako hata kama tukuandika unadaiwa ngapi, hakikisha unalipa. Mwenzangu ninataka nikwambie, ile roho usije akasema kwamba ilikomea hapa. Ile roho itakuandamana pasipo kujua. Maana ni agizo lilitoa. Akasema hivi, na ni bora ukaacha kuahidi kwa sababu unajua kwamba mfano sina mimi. Unajifungia wewe. Tuna mahitaji. Wengine tumeomba muda mrefu, Mungu hajajibu. Yawezekana ni mienendo yetu haimpendezi Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope Jacobo, mimi ukaninungunika. Mimi ukianza kunungunika ndani ya moyo wangu, kama anasema mwenye haki atapewa haki yake, au mimi ninadanganya Mungu apende? Mwenye haki atapewa haki yake. Mimi analilia haki ya uponyaji, lakini Mungu anamwangalia, je, ulikuwa unatenda haki? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utapewa. Nataka kuambia kwamba utapewa, lakini utapewa. Angalia kama haki yako ni ya kweli. Kama sio ya kweli, ndugu yangu, jichunguze. Mimi sijui kwa nini. Jichunguze uweze kufanya vizuri na Mungu wako. Hata unaposema kwamba
ile madhabahu haine. Mungu, ninakwambia kwamba hicho kinywa ulichokiongea hiyo siku, ila siku nakata moto, utaulizwa. Naweza nikakufanya usiweze kuingia kwenye geti la mwisho. Amen. Amen. Ni bora ukakaa kimya. Hivi wakikuita bubu, wewe ni bubu kweli? Hapana. Usije ukafanya watu kuingiza dhambi. Maana unaweza mtu mmoja akafanya watu mkaingia dhambini. Maana ile nguvu ikatoweka, mkabaki dhambi. Ile roho inazunguka ile nyingine iliyomiminwa juu yenu. Ikabaki inazunguka ile roho iliyomiminwa juu yenu. Lakini yule roho wa utaratibu ameketi pembeni. Endapo msipotengeneza na kuomba toba, roho yule hatarudi. Mtabaki na yule yule wa kuigiza. Kwa sababu mimi ndiye nikasababisha ili mwe hivyo. Mungu anisamehe kama nimekosa juu ya kanisa. Bwana Yesu